أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ama ndugu zangu, kwanza kabisa kabla ya jambo lolote, naomba twende tukabonyeze alama ya kusubscribe ili mradi uweze kuwa ni mmoja kati ya wanafunzi wetu wa kila siku. Sisi katika channel yetu hii tumekuwa kila siku tukikuletea madarasa mapya, wakati mwingine madarasa mpaka 2 au 3, kwa lengo tu la kuweza wewe kufanikisha mipango yako na mambo yako na kuachana na imani za kishirikina, kusimama na Mola wako. Hicho ndicho ambacho tunachokitafuta kutoka kwenu, nasi tupate radhi kutoka kwa Mola wetu. Lakini pia mimi binafsi mpaka sasa bado hali yangu si nzuri kiafya, ninaumwa. Tangu sikukuu ya Eid mpaka leo bado sijakuwa sawa sawa. Kwa hiyo mnapoona baadhi ya nyakati hamuoni madarasa, msiwe na shaka, lakini sitoacha, bali ninapokuwa na nafuu kidogo najitahidi lazima nirekodi mada. Hivyo basi, walillahi alhamdu, naomba tuendelee kusikilizana na kufuatilia ilmu zetu ili mpate kujifunza mambo mengi katika darasa hili insha Allah. Na siku ya leo tutakwenda kuleta siri. Tunasema hii ni siri nzito ya sura hii, kuleta riziki kama mvua. Moja kati ya sura ambazo zinaleta riziki nyingi tena kwa haraka na kwa kasi ya ajabu, bali ni hii surat At-Talaq, sura ambayo Allah ameifanya kuwa na riziki nyingi sana. Lakini pia sio kuisoma yenyewe tu kama yenyewe, bali ina njia zake na ina mifumo yake na ina mapito yake. Sasa insha Allah, hebu moja kwa moja twende tukaisome, tukajifunze mapito ya sura hii na njia za sura hii, ili tuweze kupata kheri na baraka na riziki iliyokuwa nyingi kama inavyomiminika mvua. Basi maelekezo yake ni kwamba amka wakati wa usiku. Wakati wa usiku pata udhu wako kamila, udhu uliokamilika, kisha swali rakaa 2. Tena rakaa 2 sunnatul haja. Ukishamaliza kuswali rakaa 2, lakini katika hizo rakaa 2, rakaa ya kwanza soma suratul Fatiha na suratul Kafirun. Yani baada ya suratul Fatiha utaunganishia suratul Kafirun, ya ayyuhal kafirun. Utakwenda utasujudu, utamaliza, utarudi katika rakaa ya 2, soma suratul Fatiha wa suratul Ikhlas. Suratul Fatiha pamoja na qul huwallahu ahad utaisoma katika rakaa ya 2. Kisha ukishamaliza hapo, sasa ndipo utakaa kikao ukiwa umeelekea qibla vile vile. Kisha utasoma suratul Talaq mara 13. Samahani, suratul Talaq mara 13. Na sura hii Talaq utakapoisoma mara 13, kwanza utakapoanza ile aya ya kwanza utakapoianza kuisoma, kuwa makini nisikilize, utakwenda mpaka kufikia aya nambari 7. Sura Talaq inasema ya ayyuhan nabi idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda wattaqullaha rabbakum
mpaka mwisho wa aya hii. Utakwenda hivyo hivyo mpaka kufikia aya nambari 7. Aya nambari 7 inasema hivi. Aya 7 inasema liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra. Sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra. Sasa utakapofika hapa sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra, utarudia mara 111. Kumbuka hapo bado haujaimaliza surati Talaq. Hapo utarudia mara 111. Kisha baada ya hapo utaimalizia sasa waka'ayyin min qaryatin mpaka mwisho wa hiyo surati Talaq. Unaona bana? Kisha baada ya kumaliza mwisho utairudia tena Talaq mwanzo. Utasoma mpaka kufikia hiyo aya ya 7. Utarudia tena yale maneno. Aya ya 7 kwenye maneno yake ya mwisho, sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra, utayasoma mara 111. Kisha utaendelea waka'ayyin mpaka mwisho. Utafanya hivyo kwa mara 13. Utafanya hivyo mara 13. Yani kila utakapokuwa unaisoma sura mara moja utafanya hivyo mara ya pili mpaka umalize sura mara 13. Kisha ukishamaliza hapo, basi utakachokifanya utataja jina la ya Allah. Ya Allah. Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anatuambia qul ud'u Allaha aw ud'u Rahman, muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah au kwa jina la Rahman. Kuna siri kubwa sana hapa kupitia hili jina la Allah. Utasoma ya Allah mara 1000. Kisha baada ya hapo, yani utakuwa unasema ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah mara 1000. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu mpaka utimize mara 1000. Kisha utamsalia mtume pia mara 1000 kwa sigha yoyote utakayoipenda wewe. Ukipenda kumswalia mtume kwa salatul ibrahimia sawa. Ukipenda kumswalia mtume kwa swala ya kawaida tu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim sawa. Lengo ili mradi uweze kufika 1000. Basi kwa kuyafanya haya, hii kazi utaifanya usiku wa Ijumaa. Usiku wa Alhamis kuamkia Ijumaa. Yani ile siku ya Alhamis kuamkia Ijumaa fanya hii kazi. Halafu wiki inayofuata fanya tena hii kazi. Ufanye mara wiki 3, yani mara 3 kwa kila Alhamisi 3. Walillahi alhamdu. Baada ya kuyafanya haya, ninakuhakikishia Mwenyezi Mungu atakufanyia sahali wallahi. Na ninakuhakikishia lazima utaona maajabu. Huwezi kumaliza mwezi, utaona Mwenyezi Mungu atakapokumiminia riziki kama mvua. Utapata riziki kwa wingi sana na utapata pesa sana. Na walillahi alhamdu. Baada ya kutengenekewa mambo yako, basi usimsahau ustadhi ambaye amekusomesha ilmu hii kwa kutoa sadaka au kufanya lolote lile la khairi kwetu sisi insha Allah. Mwisho kabisa naomba nikutangazie kitabu. Tunavyo vile vitabu vya dua, vimeandikwa majina 30 ya Mungu. Tunafahamu majina yapo 99 ya Allah, lakini sisi tunavyo vitabu vyenye majina 30 tu ya Mungu, na ni majina ambayo yamechaguliwa rasmi na special yenye kazi maalumu. Majina ambayo maelekezo yake umeanza kuelekezwa kuanzia siku ya kusoma hilo jina. Jina hili linafanya kazi gani, lina uzito gani, linasomwa mara ngapi, saa ngapi, na unatakiwa uwe katika mazingira gani.
Haya yote tumekuandikia katika kitabu cha majina 30. Ilmu ya kitabu hichi huwezi kuipata kwa mtu yoyote. Wengi wametengeneza vitabu vya majina. Wengi wametengeneza vitabu vya majina 99, lakini hawajachanganua, hawajakuwekea jina hili linasomwa lini, linasomwa saa ngapi, na linaunganishiwa na aya gani, na linachomwa na ubani gani, na linasomwa kwa idadi ngapi, na linasomwa kwa shida gani. Hawajakuwekea vitu kama hivi. Wamekuwekea tu tafsiri ya majina 99. Wengi wao vitabu vyao viko hivyo. Hichi kitabu chetu ni cha kipekee zaidi. Walillahi alhamdu, kama ukikipata na ukakitumia, na kuhakikishia utastafidi sana na utafurahi sana. Kitabu hichi tunakitoa kwa sadaka ya shilingi 1015 tu. Sadaka hii sio kwa sababu kuna kitu tunakitaka, la. Kila siku tunarusha video zetu kupitia YouTube. Lengo letu sisi ya 15 ni kwa ajili ya kuweka bundle tu. Bado hatujafikia renki za kuweza kumiliki studio na kuweza kutumia mawifi yale, bado hatujafikia huko. Tunatumia zaidi bando. Kwa hiyo tumeona kuliko kuambia mtoe sadaka za bando, ni bora tuwaletee kitu bora zaidi kitakachowafaa katika maisha yenu, ili nanyi mchangie sadaka ya bando kupewa kitu ambacho kitakuwa mahsusi chenye kuwafaa. Kitabu chetu kinapatikana kwa njia ya WhatsApp. Naomba nilifafanue hili. Wengi wamekuwa wakinisumbua sana kwamba Sheikh, utanitumiaje? Mimi niko Iringa, niko Mbeya, niko Mwanza, utanitumia kwenye basi? Jamani, niwaeleweshe vizuri. Kitabu hichi hakitumwi kwenye basi. Kitabu hichi kinatumwa kwenye simu yako, kwenye WhatsApp. Kama utakitaka ukishikilie mkononi, utakwenda kukiprint katika stationery ambayo ipo jirani na wewe. Utakiprint, utakuwa tayari una kitabu chako. Lakini ni kitabu ambacho unakipata kupitia simu yako ya mkononi kwenye WhatsApp yako. Utalipia sadaka yako 1015, kisha utatumiwa kitabu chako na wewe utaendelea kukisoma kama ni kwenye simu. Ukitaka kukiprint, utakwenda kukiprint, sadaka yake ni kama shilingi 3000 au 4000, utakuwa umekiprint. Lakini tukisema tukutumie, kwanza gharama za kutuma kitabu peke yake shilingi 10,000. Bado kitabu chenyewe 1015, maana yake itakuwa 25,000. Sasa si ndio utaona ghali zaidi. Lakini ukikipata kwa shilingi 15,000 ukienda ukakiprint labda shilingi 3000, so unaona ni jambo rahisi. Siku hizi maisha yamerudi kidigitali, sio kizamani. Kwa inshallah naomba tuelewane vizuri katika hilo. Inshallah kufikia hapo ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Muhammad Kundia almaarufu Anko K, wal afwa minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.